Rakanda kasakata, reka pasakata rakanta, manta karaba shandarabo, reko kosakata rakanta. Wakati unena mbele za Bwana, mwambie Bwana, niko hapa naomba unihudumie, niko hapa naomba unihudumie, niko hapa naomba unihudumie, niko hapa naomba unihudumie. Rako sakata ramandere bakanta, rakanda rabakanda rabasakata, rika rabakanda rabasandarabo, rababa rakanda rabakanta, manta karaba shandarabakando, lando koyando kozandarakanda, rika batakato yabakanta, karababa rakanda rababa, rababa rakazakata, rakazakata rakanta rabasuka, rika rabakando rabasandarabo, rababa rakanda rabasakata, rakazakata rakanda rabasuka, rababa rakanda rabasaya, Bwana
akatapashana ora kantara makanda nasuzile zotemuliwa nasuzile katika kito nasuzile katika tabu nasuzile katika weteni nasuzile katika mifungo hadi na kujua Jehova Rasa ya kwamba ni Bwana umeponya 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 yale majeraha ya moyo yale majeraha ya moyo yale majeraha ya moyo iwe Bwana uponya 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 Rama kasakata ekasakata kasakata arakasakata lakasakata kwa jina la Yesu Mwokozi, kwa jina la Yesu Mwokozi, kwa jina la Yesu Mwokozi, kwa jina la Yesu Mwokozi. Rakazakata kasakata rikazakata karabashakata matakasakata ukatakata rapakasakata. Unaponya hata maji tunakunywa, unaponya hata vyakula tunavyokula, unaponya hata hewa tunayovuta, unaponya hata anga hili, unaponya ardhi hii ya Ndachi, unaponya watu wote wa Ndachi, unaponya mji wetu wa Ndachi na Dodoma na Tanzania. Rika pozuta yanduka sakata laka kakarabakulia makanda manda karabashanda la makanda rika pozando kolukando romosuka ripo sarabanda kozanda bakanda raka kariando rako zanda rakaya rika pasakata kasaka kala basakata rakanda rabosha rika kakakakakakakaka reza kataraba shandiri mokuriando rezi karakondiri mokuriando rimo shakateri mokushanda mokuriando Yaki machamu nama
yangu, maneno ya kinywa changu na mawazo yapate kibali, kibali mbele zako, maneno yangu, maneno ya kinywa changu na mawazo yako yapate kwako, yapate mbali mbele zako Bwana. Asante tumeomba umefanya, asante tumeomba umejibu. Ninakutukuza na kukuinua mwaminifu, ninakutukuza na kuinua mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana Yesu, napenda kujifunza neno lako. Wewe useme nasi, wewe uzungumze nasi. Tunakuhitaji, tunahitaji kufundishwa na wewe, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Naweza kunisaidia kusema amen ukimshangilia Bwana Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi mengi ya shangwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Amen. Hatujatoa sadaka, hebu muda huu tutumie tuwe sadaka mara moja. Tuwe sadaka mara moja. Karibu tuwe sadaka haraka. Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi, utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo, wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi, utukufu wa Bwana unashuka sana. Niombe kwa ajili ya wale walioleta mfungo wa 10. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru sana. Asante kwa ajili ya sadaka ambazo Bwana tunazileta mikononi mwako. Asante kwa ajili ya walioleta sehemu ya 10 ya mapato yao. Mungu, ninauliza baraka sawasawa na neno lako, sawasawa na agano lako. Uliyesema tulete zaka na malimbuko nyumbani mwako, ili gara zetu zipate kujazwa na kushukuru na kukutukuza, kwa sababu kwa hivyo kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. 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 Nimeona tuna mgeni pale nyuma, naweza kujitambulisha mtumishi wa Bwana Yesu. Karibu sana. Tukufahamu, naitwa nani? Naitwa Victor. Umetokea wapi Victor? Itega. Kwa umetoka Itega umekuja huko. Karibu sana. Baadaye tutaonana tuongee kidogo.
Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Muda wetu umetukimbia mno, lakini tutajitahidi tutumie vizuri wote kabisa. Nimefurahi kuwaona na Bwana Yesu awabariki. Sasa ndio kujifunza neno la Mungu. Kwa niombe uwe mtulivu, hakikisha una mahali pa kuandika na unaweka kumbukumbu zako vizuri. Tulikuwa na somo ambalo linaitwa karama za Roho Mtakatifu, na Jumapili iliyopita tuliona karama 3 ambazo zinaangukia kwenye kundi la kwanza. Tulisema ni karama za maarifa na ufahamu, ambapo tuliona neno la hekima, tuliona neno la maarifa, na tuliona kupambanua au kutambua roho. Nilipozungumza kwa habari ya neno la hekima, nilisema ni ule ufunuo ambao mtu anapewa ili kujibu tatizo fulani lililojitokeza. Hilo ndio linaitwa neno la hekima. Kwa lenyewe linakuja kujibu tatizo lililopo, kujibu shida iliyopo. Unayo mawazo mengi, unawaza utekeleze lipi, unawaza ufanye lipi, haujui. Roho Mtakatifu anapoleta neno la hekima, anakuwa amekuja kujibu hilo swali lako. Lakini tujifunza habari ya neno la maarifa, tukasema ni ufunuo ambao mtu anaupata kwa habari ya mambo yale ambayo kwa namna ya kawaida asingeweza kuyafahamu. Yale yaliyofichika, yale yaliyofichwa, yale yaliyotendeka mbali na upeo wa huyo mtu, kwa neno la hekima, kwa karama ya neno la hekima, huyo mtu anaweza kuyajua. Na tulisema kwa habari ya kutambua au kupambanua roho, tulisema tulisema ujumbe unaweza kutoka kwa mtu, ujumbe unaweza kutoka kwa shetani, ujumbe unaweza kutoka kwa Mungu. Kujua ujumbe huu ni wa Mungu au ni wa shetani au ni wa mwanadamu, hatuangalii ujumbe ni mzuri kiasi gani. Tunatakiwa kuwa na karama hii ya kutambua, ya kupambanua roho, ili tuweze kujua chanzo cha ujumbe huu, pamoja na kwamba ni mzuri, hautokani na Mungu, ama unatokana na shetani, ama unatokana na mwanadamu. Tulikubaliana kwamba hata shetani akitaka kukupata, haji kwa maneno mabaya, atakuja kwa maneno mazuri. Haji kwa njia ya shari. Haleluya. Shetani hamuingii mtu kwa vurugu. Anaanza kidogo kidogo. Haji kwa shari, anakuja kwa upole. Sasa unatambuaje kama ni shetani? Karama ya kupambanua roho. Kwa hiyo tulimaliza hizo 3. Leo Bwana Yesu atatusaidia, tutamaliza hizi 6 zilizobakia. Kundi la pili, karama za imani na miujiza. Karama za imani na miujiza. Hapa pia pana karama 3. Karama za imani na miujiza. Hapa pia pana karama 3. Sasa sisi tutaandika 1, sisi tutaandika 4. Nafikiri ukiandika 4 inafaa zaidi, si ndio? Kwamba zile 3 za kwanza, afu karama ya 4, 5 na ya 6. Karama ya imani. Hiyo ni karama yetu ya 4. Karama ya imani. Imani. Maandiko yanaonyesha wazi kwamba mtu yeyote ambaye muamini Yesu lazima aishi kwa imani. Kisoma ile Waebrania 10 sura ya 37 na 38. Anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumemwamini Yesu, unapaswa uishi kwa imani. Kwa hiyo kila mmoja ambaye ameokoka kabisa, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapaswa kuishi kwa imani.
Lakini unapozungumza kwa habari ya karama ya imani hii, kuna hali ambazo imani hii ya kawaida ya kumwamini Yesu haitoshei, unahitaji kupata karama ya imani. Haleluya. Kuna mazingira ambayo ungepita kwa imani hii ya kumwamini tu Yesu kawaida, hii imani isingetosha. Ungemkimbia Mungu, ungemwacha Mungu. Lakini ikija karama ya imani ikadhihirika kwako, unashangaa, unaamini vitu ambavyo kwa kawaida usingeweza kuviamini. Haleluya. Haleluya. Wakati wa Sunday school tulizungumza habari za Daniel. Haleluya. Mbiu ilitolewa na mfalme wa nchi. Ni agizo lilitolewa kwamba kwa siku 30 hakuna mtu atakayemtaja Mungu wake. Hakuna mtu atakayefanya ibada. Yesu asifiwe. Waliokuwa na imani ya kumwamini Mungu hawakufanya ibada. Sio uone kwenye maandiko au unaona. Hawakufanya ibada, lakini mtu mmoja alipojiliwa na ile karama ya imani, maandiko yanasema akafanya kama ilivyo kawaida na madirisha yake akayafungua, alafu akafanya ibada kila anapotolewa. Bwana Yesu asifiwe. Ilihitaji viwango vingine vya imani. Kuna mahali unataka uvuke, inahitaji kiwango kingine cha imani. Kuvuka bahari ya Shamu sio swala tu la kumwamini Yesu, inahitaji karama ya imani ifanye kazi. Ili bahari ya Shamu njia itengenezwe katikati. Kama sio hivyo utaendelea kubakia ng'ambo na Wamisri wanaendelea kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ziko hali ambazo tunakutana nazo, ndio imani inakuwa, ndio imani inakuwa. Maandiko yanasema imani hata imani, utukufu hadi utukufu. Imani inapaswa kukua, lakini kuna mazingira ambayo kwa hali ya kawaida usingeweza kuamini. Inahitaji Roho Mtakatifu ajitokeze kwenye hayo mazingira, akutie nguvu kuamini kitu ambacho kwa imani ya kawaida usingeamini, akuaminishe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alafu akikuaminisha, usifikiri unabakia kama ulivyo. Mwenyewe kesho unasema kwa kweli hata sijui ilikuaje. Kwa sababu mwenyewe uelewi iliwezekanaje, lakini ndio iliwezekana. Kwa nini? Kwa sababu kuna karama ya imani iliingilia kati. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 5, karama za kuponya. Karama za kuponya. Wote kabisa ukimwamini Bwana Yesu, maandiko yanasema mtaweka mikono juu ya ugonjwa nao watapata afya. Mahali pengine anasema nimewapa mamlaka, toeni pepo, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, pozeni wagonjwa. Haleluya. Ni agizo kwa waamini wote. Ni agizo kwa waamini wote. Kwa hiyo ukutana mgonjwa usijiulize mara mbili, omba. Haleluya. Anayeponya sio wewe, ni nani? Ni Mungu. Wewe omba, amini kwamba nimeshatekeleza wajibu wangu. Habari ya kuponya ni kazi ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Sasa ninapozungumza kwa habari ya karama ya uponyaji, haya ni matendo yasiyo ya kawaida au matendo yanayopita kawaida ya uponyaji. Matendo yanayopita kawaida ya uponyaji. Haleluya. Yaani Mungu anakutumia kwa viwango vingine. Mungu anakutumia kwa namna ambayo hata mwenyewe ukujua kama hilo jambo linawezekana, lakini ndio unaona kabisa umeponya.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hii inafanya kazi, yani kuponya wote tumepewa hiyo kazi, ni assignment yetu. Lakini inafanya kazi zaidi ya kawaida. Ngoja nikuonyeshe kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 5. Matendo ya Mitume sura ya 5. Mstari wa 12. 12, 13, 14. Maandiko yanasema, na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, na wote walikuwa kwa nia moja katika ukumbi wa Suleiman. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu walioadhimisha. 14. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. 15. Hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa. Unaona hiyo? Watu njia kuu wanatoa nje wagonjwa na kuwaweka kwa juu ya majamvi na magodoro, ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe. Yani kivuli. Sio kwamba anaweka mikono. Sisi tunaambia tutaweka mikono, si ndio? Yeye kivuli. Haleluya. Haleluya. Haya mambo yanawezekana. Kaa vizuri na Mungu, tuendelee kuomba. Tuendelee kuomba. Kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume hiyo 19, mstari wa 11 na wa 12. Maandiko yanasema, Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita kawaida, hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Ingekuwa leo ungesikia Paulo anauza leso za upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ungesikia Paulo ana duka la nguo za upako. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anatumika kwenye karama ya uponyaji kwa kiwango ambacho kinapita kawaida. Leso mtu anachukua, anaondoka nayo. Ile leso ikimgusa mgonjwa, maandiko anasema ugonjwa unatoka. Ile leso ikimgusa mwenye pepo, pepo linamtoka. Haleluya. Nguo zilizotoka kwenye mwili wake, nguo zilizotoka kwenye mwili wake na zile zinaleta uponyaji. Kutana nguo ya Paulo, umekutana Paulo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo sasa hivi angepiga hela kabisa, angeweka duka hapa anauza nguo. Ni nini kinafanya kazi? Ni karama ya uponyaji. Na nikukumbushe, nilisema karama sio kwa ajili ya watu fulani maalum. Hapana, ni kwa ajili ya kila mmoja. Kwa hiyo ni kutafuta kwamba Mungu, ninaomba ulitumie kwa karama zako. Mungu, ninaomba litumike kwa karama zako. Kwa ni kutafuta. Kwa kuna karama za kuponya. Haleluya. Kuna karama za kuponya. Na karama ya kuponya, watumishi wa Mungu, utofauti na ile uponyaji mwingine niliyousema, huu unakuja na ufunuo maalum. Haleluya. Na ufunuo maalum. Yaani kuna neno tu linakuja kwamba huyu ili apokee uponyaji jambo hili fanyike. Kwa hiyo inakuja na ufunuo maalum, inakuja na maagizo maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi tuliona habari za Naaman, si ndio? Naaman ameambiwa tu akafanyaje? Akachoma mara 7 kwenye mto Yordani. Inawezekana kuna wengi walikuwa wanajichovya lakini hawakupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuja kwa ajili ya kusudi maalum, imeagizwa hivyo. Hivyo tu. Ikishamaliza kazi yake, maisha yamebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kuna mahali maandiko yanatuonyesha watu walimwendea, ni Elisha rafiki. Wakamwambia, Bwana, hii nchi ni nzuri, lakini nazaa mapooza na maji yake ni machungu. Akasema, nileteni chombo kipi, leteni na chumvi. Alafu akaenda kwenye chanzo cha maji akamwaga. Maji hayakuzaa mapooza tangu siku. Unaona hii karama inavyofanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Na karama hii haina utofauti na karama inayofuata, inaitwa karama ya miujiza. Iko hivyo hivyo na yenyewe. Na yenyewe iko hivyo hivyo. Tutendaji kazi wake ule. Utofauti ni kwamba uponyaji yenyewe imejificha kwenye yako kwa uponyaji tu. Yenyewe inahusika na uponyaji wa mwili, nafsi na roho. Lakini miujiza yenyewe inaenda kote. Uponyaji, matendo mbalimbali ya miujiza, vitu vya miujiza. Hiyo ndivyo ambavyo karama ya kutenda miujiza na kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano Yesu alilisha wanaume 5,000 na wanawake wasio na idadi na watoto wasio na idadi kwa samaki 3 na mikate 5 tu. Ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kanuni za haya mambo ni kwamba yakishatokea huwa yarudi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sio kaponya mtu kwa kumchapa viboko ukafikiri wote watachapa viboko. Yeye kishafanya kazi, wewe subiri ufunuo mwingine. Kila mmoja anakuja apone na ufunuo mwingine. Kila muujiza utatendeka kwa ufunuo mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni karama ya 6. Twende karama kundi lingine la 3, ni karama za lugha na ujumbe. 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 Karama ya 7 ni unabii. Karama ya 7 ni unabii. Unabii ni ule ufunuo unaoletwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujenga, kuonya, kufariji, kutia moyo, kukemea. Yote haya ni ule ujumbe unaoletwa na Roho Mtakatifu, au ni ule ufunuo unaoletwa na Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujenga, kuponya, kuonya, kufariji, kukemea, kurekebisha, kutia moyo, na yote hayo kabisa ndiyo unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu anayetoa unabii sio nabii. Hii ni tofauti na huduma ya unabii. Hili ni neno tu linakuja kwa huo wakati. Haleluya. Haleluya. Na mara nyingi linakuja wakati wa ibada, hiyo ya kwako binafsi au hiyo ya watu wengi. Unaweza kuwa na ibada binafsi, unaomba, unasoma neno, ukasikia neno ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni unabii. Tunaweza kuwa kwenye ibada kama hivi, ukasikia neno kwa ajili yako, au kwa ajili ya kanisa, au kwa ajili ya mtu fulani, au kwa ajili ya mji. Ni unabii. Lakini sharti lazima uletwe na Roho Mtakatifu. Sio mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sharti uletwe na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna Roho Mtakatifu anapofanya kazi, anatupa taarifa ya mambo fulani. Kuna namna anazungumza na sisi. Kila anachokileta kwa ajili yetu, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya mji, kokote, ndio unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninazungumza hivi, mwingine ashazoea unabii kusema ya kesho. Hakuna. Hata aliyopo sasa. Hata ya kumtia moyo mtu ni unabii. Hata ya kumfariji mtu ni unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine Roho Mtakatifu atakusemesha
Akwambia mwambie yule aache anavyoishi. Ni unabii. Sasa mbona sasa inazungumza ya sasa? Unabii unazungumza yote hata ya jana. Haleluya. Karama ya 8. Karama ya 8 inaitwa aina za lugha. Aina za lugha. Aina za lugha, karama ya 8. Aina za lugha. Hapa Mungu anakupa uwezo kwa njia ya Roho Mtakatifu kuzungumza lugha fulani ambayo anataka uzungumze. Sisi tunaita kunena kwa lugha, lakini kunena kwa lugha ni neno la jumla. Bwana Yesu asifiwe. Paulo kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 1 anasema nilijaposema kwa lugha za malaika na za wanadamu, si ndio? Kwa hiyo unaponena kwa lugha inawezekana unazungumza lugha za malaika, inawezekana unazungumza lugha za wanadamu. Sasa huko kote kunaitwa kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu anaweza kukutumia. Mungu anaweza kukutumia ukazungumza na mtu ambaye sio wa lugha yako, ukazungumza naye kwa lugha yake, na inawezekana hata usijue. Haleluya. 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 Wewe kuonyesha hiki kitu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2. Moja ya vitabu vilivyosheheni kabisa habari za Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa tuanzie mstari wa 7. Maandiko yanasema wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana, tazama hao wote wasemao si wa Galilaya? Yaani hao wanaofanya maombi ni wa Galilaya. Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Hawa wa Galilaya wametoa wapi lugha yetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakutana Mgalilaya anazungumza Kiswahili, lakini yeye huko anaona anaomba ananena kwa lugha, kumbe anazungumza na wanaelewa Kiswahili. Haleluya. Unakutana Mgalilaya anazungumza Kigogo, kumbe hao wanaosikia ni Wagogo, wanasikiliza, lakini yeye anaendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza sura lugha gani na lugha gani na lugha gani? Ndivyo ambavyo ilitokea hapa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kwenye mazingira fulani anaweza kukupa lugha ya kuzungumza na hao watu. Na ndio maana ilikuwa rahisi kwa hao watu kuokoka kabisa. Yaani huo ni muujiza kabisa. Imekwaje hao wa Galilaya wanazungumza lugha yetu? Sasa hapa kulikuwa na lugha nyingi na wale walikuwa 120. Kwa kila watu walizungumza lugha fulani, lugha fulani, lugha fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku tutazungumza lugha za watu hapa. Haleluya. Karama ya 9. Ya 9 na mwisho kwenye mfululizo huu inaitwa kutafsiri lugha. Kutafsiri lugha. Kutafsiri lugha ni neno la jumla. Ni neno la jumla lakini linabeba mambo kadhaa humo. Namba 1 linabeba kutafsiri ile lugha ya mtu anayenena kwa lugha. Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza 14 anaweka msisitizo kwamba kama neno limekuja kwa ajili ya kuhutubu, kwa ajili ya kulisaidia kanisa, basi mtu mmoja akinena na mwingine atafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna karama hiyo ya kutafsiri lugha. Kuna hiyo karama. Lakini kutafsiri lugha pia inamaanisha kufafanua mafumbo ya Mungu. Ni kutafsiri lugha. Kufafanua mafumbo ya Mungu. Kufafanua mafumbo
ya Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Daniel sura ya 5 mstari wa 17 mpaka 31 utaona pale maandiko yanasema yule mfalme alipofanya mambo yake yote, akachukua na vyombo vya hekaluni, sio? Wakanywea wakiwa na sikukuu, walikuwa na sherehe, wanajipongeza. Lakini wamechukua vyombo vya hekaluni, vya madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema wakiwa kwenye ile sherehe, kiganja cha mkono kikatokea na kikaandika ukuta. Kikaandika maneno ambayo hata wao hawaijui ile lugha. Lakini mtu mmoja alipewa karama hii ya kutafsiri lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Daniel akaja, akasoma, akamwambia mfalme, hapa pameandikwa Mene, Tekeli na Pelesi. Kuza ndio vinini hivyo. Kwanza tu kuyagundua yale ndio yanasomeka hivi, tayari umetafsiri. Ndio maana yake ni nini? Hapo na tafsiri mafumbo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana yake nini? Hii maana yake. Hii mene ya kwanza umepimwa. Kwa mene ya kwanza inamaanisha kipimo. Mene ya pili umeonekana umepungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii tekeli, ufalme wako umegawanywa, wamepewa watu wengine. Anafunua mfumbo ya Mungu. Sasa ukitaka ugombane naye kwa sababu anasema ukweli, ni wewe, na uzuri kigombana naye bado haibadiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninampenda Yeremia, mahali fulani alikamatwa baada ya kutoa unabii juu ya taifa. Mfalme akamkamata, akasema huwezi kututabiria mabaya. Yule jamaa unajua alisemaje? Alisema, mfalme, mna shauri moja la kutubu, kwa sababu hata mkiniua, msipotubu haya mambo yanatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hatujui Daniel alikuwa na hali gani naye baada ya kusema hiyo ukweli. Kwa kutafsiri lugha wakati mwingine ina maana ya kufafanua, kuyafunua, kuyatafsiri mafumbo ya Mungu. Ya tatu, kutafsiri lugha ina maana ya kufasiri ndoto. Kufasiri ndoto ni karama, watumishi wa Mungu. Ni karama kabisa, inafanya kazi. Haleluya. Ndoto zingine unaota mpaka mwenyewe uelewe. Inaungana tu. Mmoja alikuwa anaongea. Anaongea, of course alikuwa anaongea kama utani fulani, lakini kuna kitu kanatembea. Anasema hivi, yaani malaika anayefanya kazi kubwa ni malaika wa kitengo cha ndoto. Alisema hivi. Akasema, maana unaota huko jikoni unapika, unasema ngoja niende dukani. Unakaribia dukani, kinaanza kitu kingine akienda jikoni tena. Unaokoje huko, kikianza kingine tena kitaunganika, lakini haviendani kabisa, ukiviunganisha havina uhusiano. Haleluya. Sasa kutafsiri hayo ni karama ya kutafsiri lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye maandiko kuna ndoto nyingi sana ziko nyingi sana. Lakini moja very interesting, mfalme aliota ndoto. Haleluya. Alafu alipoamka akasahau kabisa. Na kusahau ndoto ni kazi ya shetani. Kwa kama unaota ndoto unasahau, hauko salama. Kwa sababu kuna ndoto unapaswa uzishughulikie. Haleluya. Kuna ndoto ukiota, yaani ukishtuka tu anza kushughulika na, hata usingoje kesho. Ukisahau kuna hatari kubwa
utakuja kukumbuka mambo yameshaharibika. Ndio niliwahi kuota kweli, kumbe ningeshughulika haka kazi ingetokea, lakini ndio kameshatokea. Sasa mfalme akaota ndoto. Maandiko yanasema akafadhaika ule usiku na kumekuta amefadhaika. Akaamua awaite watu waliozoea kuwaita, wachawi na waganga na wasoma nyota na watafsiri nyota na wanini. Akawaambia ya kwamba jamani, nimeota ndoto lakini nimeisahau. Nataka mniambie hiyo ndoto niliota, na msiponiambia mnakufa. Haleluya, mnakufa. Sasa unajiuliza, yeye ndio ameota ndoto na yeye ndio aliyesahau. Yeye ndiye aliyesahau. Alafu anawapa kazi ngumu. Anasema sasa mna kazi mbili. Ya kwanza, nataka mniambie hiyo ndoto niliota inaikoje. Na ya pili, nataka mnipe tafsiri ya hiyo ndoto. Hivi ungeweza? Haleluya. Kwa sababu hata mtu akikwambia bwana nimeota ndoto, na wewe kwenye ndoto nilikuona, bado wewe hujui aliota nini. Hata kisa tulikuwa wote lakini hujui aliota nini. Lakini huyu mfalme sasa ameota ndoto sasa na haikumbuki. Na huyu mtu alikuwa anaitwa Nebukadneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya karama hii ya kutafsiri lugha, Mungu aliweka tafsiri ndani ya Daniel. Daniel alipoenda kumuomba Mungu, Mungu akamwambia ile ndoto, akamfunulia ile ndoto, akamwambia mfalme ameota. Haleluya. Na tafsiri yake ni kwa Daniel alipoenda mbele ya mfalme, alikuwa na ujasiri. Alikuwa na ujasiri wa kumwambia, "Wewe mfalme umeota sanamu." Umeota sanamu. Akamweleza hapo Daniel sura ya 2 ukianzia ule mstari. Of course ni habari ndefu. Ni kama Daniel sura ya 2 yote. Kama Daniel sura ya 2 yote. Lakini unaweza kuanzia pale mstari wa 28. Endelea mbele. Akamwambia tafsiri ya ile ndoto. Unajiuliza Danieli aliwezaje karama ya kutafsiri lugha? Alifunua fumbo la Mungu kwa huyo mfalme. Na watumishi wa Mungu, ndoto, sifundishe somo la ndoto, lakini ndoto ni lango kubwa la kwenye ulimwengu wa roho. Yaani Mungu akitaka kupanda kitu kwenye maisha yako, pamoja na milango mingine, ndoto zitatumika sana. Shetani naye vile vile akitaka kupanda kitu kwenye maisha yako, atatumia ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wengi kabla mambo hajaharibika waliota. Sawa? Walifanyaje? Waliota. Msichukulie poa. Wewe shughulika nayo. Ujui tafsiri, nenda ukamwombe Mungu, atakupa tafsiri. Niliwahi kuambia habari ya mama mmoja aliyekuwa mjamzito, afu kwenye ndoto akagombana na mama wengine. Alipoamka, kwanza kwenye ndoto aliona amepata maumivu na nini, ila sasa si ni ndoto. Ndio ndoto. Ndio ndoto. Alipoamka akakuta anasikia maumivu sio ya kawaida. Pamoja kwamba alikuwa mjamzito, maumivu sio ya kawaida. Na alipoenda hospitali walimfanyia vipimo, wakamwambia mtoto amekufa.
Kwenye mazingira hayo sasa unaweza ukaelewa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, hizi karama zinatenda kazi mpaka Yesu atakaporudi. Zipo, zinatenda kazi, na ni kwa ajili ya waumini wote, kwa ajili ya wote waliomwamini Bwana Yesu na kumfanya kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako. Na maandiko yameweka wazi kwenye ile Wakorintho wa kwanza 12:7 kwamba hizi zote tumepewa kwa ajili ya kufaidiana. Kazi kubwa kwa ajili ya kufaidiana, kwa ajili ya kulijenga kanisa la Mungu, kwa ajili ya kuendeleza ufalme wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo nihitimishe kama vile ambavyo Mtume Paulo anahitimisha kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Ule mstari wa mwisho kabisa kule. 12 mstari wa mwisho anasema, takeni sana karama zilizokuu. Kwa mimi ninawaagiza watumishi wa Bwana Yesu kwamba takeni sana hizi karama. Zitakeni sana hizi karama. Lakini anaeleza namna moja, anasema hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Njia gani hiyo? Anaeleza kwenye sura 13. Sura 13 yote inazungumza habari ya upendo. Kwa karama hizo zote zinapotenda kazi, zitende kazi kwa upendo. Lakini kila mmoja atake kuwa na hizi karama. Haleluya. Haleluya. Sasa wakati unataka tuende mbele za Bwana, tukatake hizi karama. Maandiko yanasema huyu Roho Mtakatifu ni ahadi ya Baba kwetu tuliomwamini na watakaomwamini na watoto wetu. Kwa hiyo tukamwambie Mungu kwamba Mungu, tunahitaji kabisa ututumie kwenye karama hizi. Karama hizi zitende kazi ndani yetu. Karama hizi fanye kazi ndani yetu. Karama hizi zitende kazi hata kama sio kwako. Zitende kazi kwenye kanisa lake. Kwa sababu sio lazima zote zikafanya kazi kwako. Tunafanya kwa kufaidiana. Yule akitupa neno la maarifa, yule akitupa neno la hekima, yule akitupa unabii, yule akitafsiri, yule akinena, yule akipambanua roho, akitusaidia tu. Huyu anayenena, huyu sio Mungu. Haleluya. Huyu akiponya, huyu akitenda muujiza, kazi ya Bwana imetendeka. Mwili wa Kristo umekamilika. Maandiko yanasema kama vile mwili ulivyo na viungo vingi, ndivyo utendaji kazi wetu ulivyo kwenye mwili wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Kwa wakati unataka tukaombe, dakika hizi chache nataka tukaombe. Alipo Yesu yanawezekana.
mfalme wa utukufu, Mungu mwaminifu na Mungu mwema, wewe tufundishaye ili tupate faida. Tunakushukuru kwa sababu tufundisha. Tunakushukuru kwa